Bwana asifiwe. Uaminifu wa Yusufu ndio ulifanya taifa la Misri kupata kufuka kwenye mazingira ya njaa na mateso. Uaminifu wa Yusufu ndio ulifanya familia ya Potifa kubarikiwa. Uaminifu wa Yusufu ndio ulifanya Israeli kupokea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana uaminifu ni nani? Ni asimamaye kwa zamu yake, kama Habakuki anasema sasa naacha kulalamika na kwenda kukaa kwenye zamu yangu ili kwenda kwenye ndoto. Kwa biashara yako ili uaminifu unatakiwa. Mahusiano yako yawe thabiti katika ndoa, uaminifu unahitajika sana. Ndoa nyingi leo zimekuwa katika haya sintofahamu kwa sababu ya tunda la uaminifu ndani limeondoka, na bahati mbaya zaidi kurejesha imani iliyopotea ni gharama. Mtu akikwamini alafu kamtoa kwenye imani akukwamini ni gharama. Ilichukua na gharama Mungu kurudisha ile imani kwa wanadamu tangu Adamu, ikaja miaka zaidi ya 2000 kuweka makosa ya kuongoza. Haikuwa kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu aliyeokoka manake ndani yake anapaswa awe na matunda kamili ya Roho Mtakatifu. Mojawapo kuliko yote ni uaminifu. Hauwezi kuwa na upendo kama hauna uaminifu ndani yako. Kwanza uamini, hakuna upendo. Na upendo Mungu sababu na uamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uaminifu kwenye biashara, uaminifu kwenye uchumi, kwenye mahusiano na rafiki wa marafiki. Inapotokea kukavunjikana uaminifu, maanake marafiki wanatengana, maanake ndoa zinavunjika. Ndio maana leo tarehe kila siku nyumbani ya uaminifu ndani ya ndoa umepotea. Kwa watu wanaishi kwa sababu ya tumezoeana, lakini upendo ndani hakuna, kwa kuwa uaminifu ulivunjika ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana niseme na hili tena. Katika kanisa leo ama sehemu za ibada, kuna watu tunapenda katika nyumba za ibada, lakini Mungu hatuoni. Hatuoni kwa kuwa sababu ya uaminifu kwake kwetu ulishaondoka. Kwa kuna watu tunahubiri sana, lakini mbingu itatukataa. Tunaimba sana, lakini mbingu itatukataa. Kwa Mungu aweza kuona shilingi. Bwana asifiwe. Mungu aweza kuona shilingi, aweza kupita wengi sana. Tunaenda kwa neno, tunaenda kwa neno, tunaenda kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema uaminifu ni kiwango cha juu sana, cha juu, ni tabia ya juu sana katika hali ya kupenda. Halafu nikipenda nitaamini, halafu nikiamini sitasaliti. Nimesema uwe mwaminifu hata nyakati za kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo hii viwango vyetu vya imani vimekuwa vidogo sana. Wakati wa njaa Mungu anaacha, wakati wa kuviachia Mungu anaacha, wakati wa shida ndani ya ndoa ndio unavunjika. Wakati vitu vidogo vidogo watu wanaomba kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo mtu kaajiri kwenye biashara hapo kwenye ofisi fulani, halafu watu wakasemezana, fulani bwana afanye ile kazi, fulani leo kimba kama na aibu, fulani kimba ikoje kenda huko na ni hapa kazi ni gani? Kuna nini? Kidogo wakati wa kazi. Kesho ndio watu washaanza na Mungu si mwaminifu. Bwana asifiwe. Mungu si mwaminifu. Uaminifu ukitendeka kwa uaminifu, Mungu anaachilia kibali. Maana mtu anapokuamini anaachilia kibali kwa moyo wake, anakupenda. Hata Mungu alipomwangalia Ibrahimu ndani yake, kuna mtu ndani yake ni mwaminifu,
kumpenda Mungu wangu uweze kuwa namna hii. Hivyo kama Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu anapopigwa kwamba yuko kwenye misha ya ukombozi, anapigwa, wanamtukana, wanamtemea mate, anasema hapana, niko ndani ya misha yangu, hata nitunze uadilifu ambao Mungu aliniamini nikamilishe kazi ninayofanya. Ndio maana watu hawaamini, wasikuamini kwa ndani yangu mkono wa Bwana utafika kwenye hatima ya jina la Yesu. Kwa kiamini kama mimi niko na Mungu sawa sana nami, hatima inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe na hapo Bwana Mungu sina hapa. Mbingu inasema maono ya Kristo wote aliyotoka alikuwa wapi katika ufalme Mungu. Lakini kama hauna uaminifu kwenye njia usika Mungu, mbingu itafungwa kwa ajili yako. Itafungwa kwa ajili ya yote kama. Bahati mbaya sio nitakataa kama wawili, nitakataa uimbaji, nitakataa ufunguzi wa hao wote ambao tunakutana kwa uaminifu. Mbingu haitawapokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu mpaka kwenye hela zao wengine wasoma wao sema waaminifu, wengine wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uaminifu ni msingi ama ni msingi wa mtu kupata kibali ama kubeba kibali cha wengine. Nilipewa dhamana ya kuishi ama kusimamia mali za baraka, basi ndio uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipewa dhamana kusimamia nyumba ya mtu mwingine, nikafanya kwa uaminifu, basi baraka zanihusu. Yusufu anapewa kusimamia nyumba ya Potifa, anampa maagizo kwamba hii mali ziko chini yako, nyumba chini yako, lakini mke wangu usiuze, si mali yako. Yusufu akatii yale maagizo kwamba ninaambiwa hii pesa za uko chini yangu, mifugo chini yangu, lakini wewe si mali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo ilikuwa na siri ya Yusufu kubarikiwa. Hapo angeharibu hapo, Mungu angeweza